watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu, leo tuko tena katika darasa letu la Jumapili katika kanisa letu la Africa Gospel Church KEONGO. Tunashukuru Mungu kwa wakati huu njema watoto wetu. Karibuni sana, alafu tuendelee pamoja. Nataka tuombe kabla hatujaendelea. Tuweke mikono yetu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante Baba kwa wakati njema kama huu umetupa tufike hata tujifunze neno lako katika shule la Jumapili. Tunashukuru Baba kwa watoto, umewabariki, umewasaidia. Tunaomba hata tunakumbuka wazazi ya watoto, walinde na uwasaidie. Tunapojifunza siku ya leo Baba, uwe nasi na utubariki. Tunajikabidhi mkononi mwako kwa sababu tunaomba katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Asanteni sana watoto. Karibuni tuendelee kwa masomo yetu ya siku ya leo. Kabla hatujafanya lesson, nataka tuimbe nyimbo moja alafu tuende wakati wa memory verse. Tuko tayari watoto? Haya, tusimame kwa wimbo wetu ya kwanza tukiongozwa na Abigail Cherotich. Heavenly Father, you are wonderful, you are marvelous, you are excellent. We worship you, Lord, because you are wonderful, and you make us sing a song. Heavenly Father, you are wonderful, you are marvelous, you are excellent, excellent. We worship you, Lord, because you are wonderful, and you make us sing a song. He got the little nanny baby way. In his hands, He got the little nanny baby way. in his hands, He got the little nanny baby way. in his hands, he got the whole world in his hands. Heavenly Father, Heavenly Father, you are wonderful, you are marvelous, you are excellent. We worship you, Lord, because you are wonderful, and you make us sing a song. He got the little nanny baby way. In his hands, He got the little nanny baby way. in his hands, He got the little nanny baby way. in his hands, he got the whole world in his hands. He got the whole world. In his hands, he He got the whole world. in his hands, He got the whole world. in his hands, he got the whole world in his hands. He got the whole world. In his hands, He got the whole world. in his hands, He got the whole world. in his hands, he got the whole world in his hands. Heavenly Father, Heavenly Father, you are wonderful, you are marvelous, you are excellent. We worship you, Lord, because you are wonderful, and you make us sing a song. Heavenly Father, Heavenly Father, you are wonderful, you are marvelous, you are excellent. We worship you, Lord, because you are wonderful, and you make us sing a song. Asanteni sana watoto. Asanteni kwa wimbo mzuri. Heavenly Father, you are a wonderful God. Si ndio watoto? Sasa nataka tuende kwa memory verse yetu ile tumejifunza. Kuna watoto wako na ile tulijifunza last week, na kuna watoto wenye wako na ya kawaida. Si tutasema? Aya, tuanzie Abel Kiprotich. Asimame atupatie memory verse, alafu tuende hivi basi kila mtu aseme memory verse yake. Karibuni watoto. Praise God. Amen.
Praise God again. Amen. My name is Abel Kaptich, and I have a memory verse from the book of Psalms chapter 96 verse 12, and it says, sing a new song, sing to the Lord. Sing to the Lord all the world. Zaburi 23 mstari wa kwanza inasema hivi: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Kaptich. I have a memory verse from the book of Psalms chapter 137 verse 1. It says, by the rivers of Babylon we sat and wept when we remember Zion. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Tessie Chelangat. I want to share a memory verse from the book of Isaiah chapter 60 verse 1, and it says, arise and shine, for your light has come, and the glory your God has risen upon you. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Faith Jebet. I want to share a memory verse from the book of Psalms chapter 106 verses 1. It says, give thanks to the Lord, for he is good. His love is eternal. Zaburi 23 mstari wa 4 inasema hivi: sitaogopa mabaya, kwa maana wewe yu pamoja nami. Praise God. Amen. My name is Lynn Cherono. I have a memory verse from the book of Ephesians chapter 6 verse 1, and it says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment with their promise. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Sabaka Chiroti. I have to share a memory verse from the book of John 11:35. Jesus. Asanteni sana watoto kwa memory verse mumesema. Mbarikiwe sana na Mungu. Nataka sasa tuende kwa lesson yetu ya siku ya leo. Asanteni sana. Nataka tujifunze. Tunakumbuka lesson yetu ya last week. Tunakumbuka? Tulijifunza kuhusu Daudi. Daudi kama mchungaji. Si ndio? Tukaona Daudi vile alikuwa anamtumaini Mungu. Mungu akamsaidia, Mungu akamuelekeza vizuri wakati alikuwa anachunga kondoo. Si ndio? Na tukajua hapo sasa ukimtumaini Mungu, Mungu atakulinda na atakuwa na wewe. Sawa? Nataka leo tuone lesson ya siku ya leo. Tutajifunza kuhusu Daudi akichaguliwa kuwa mfalme. Huyo Daudi mwenye tulijifunza juu yake last week, tutaona leo vile alichaguliwa kuwa mfalme. Tunajua kuchagua, tukisema mtu amechaguliwa, tunaelewa. Tukiwa shule kuna wakati mwalimu anataka prefect, si ndio? Ama monitor. Si tuko na hiyo maneno kwa shule? Na unajua mwalimu hatachagua tu mtu hivi hivi. Si ndio? Anachagua mtu mwenye mwalimu amejua anaweza fanya. Kama mwalimu anaweza tuma wewe unaenda haraka, kama mwalimu anaweza amini wewe ndio atakuchagua. Si ndio? Kwa sababu saa yote pengine utawachwa uchunge, pengine kuna vitabu ama kuna vitu ya mwalimu. Sasa mwalimu atakuwa anakuamini kwa sababu anakujua unaweza kufanya. Sawa? Sasa kwa Biblia tunafundishwa vile Daudi alichaguliwa kuwa mfalme. Tuko tayari watoto kusikia hiyo story? Nataka niwape hadithi kidogo kuhusu vile Daudi alichaguliwa kuwa mfalme. Kwa Biblia tuko na hadithi kuhusu mzee. Kuna mzee Mungu aliongelesha aende mpaka kwa kina Daudi. Kwa sababu wakati huo kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa Sauli. Mfalme alikuwa anaitwa nani? Sauli. Sasa tukisoma kuhusu Sauli, hakuwa bado anampendeza Mungu vile alikuwa anaongoza. Mpaka Mungu sasa akasikia achague mfalme mwingine. Sasa Mungu ndio akatuma sasa mzee anaitwa Samueli aende mpaka kwa kina Daudi. Kwa kina Daudi tunasikia baba yake alikuwa anaitwa Yese. Na huyu Yese alikuwa na watoto.
hakuwa na Daudi peke yake, alikuwa na watoto wengi. Last week tulijifunza tukajua Daudi alikuwa mtoto namba ngapi kwao? Last born, mtoto namba 8, si ndio? Tulisikia walikuwa wavulana 8 kwao. Sasa Daudi alikuwa mtoto wa mwisho, yule anaitwa kitinda mimba. Sasa saa ile Samueli alifika huko juu, alikuwa ameambiwa na Mungu aweke mafuta kwa pembe. Zamani walikuwa anatumia kitu kama pembe waweke mafuta. Siku hizi tunatumia chupa, si ndio? Sasa huyo Samueli akaenda mpaka Bethlehem kwa nyumba ya Yese kwa kina Daudi. Akaambia, sasa baba ya Daudi, nimetumwa na Mungu nikuje nipake mafuta, yule kijana atakuwa mfalme. Sasa baba yake akamwambia, ndio hao vijana. Kwa kweli vijana wote walikuwa wakubwa kushinda Daudi. Daudi peke yake ndio alikuwa last born, alikuwa mdogo. Sasa saa ile walienda Samueli alifika kwa kina Daudi, akamwambia, sasa Samueli, ita watoto wako wakuje. Nataka, Mungu amenituma nikuje nichague hapa mwenye atakuwa mfalme. Si wakakuja sasa. Tulisikia wa kwanza alikuja na alikuwa mrefu mnono mzuri. Kufika hapa Samueli akajaribu kumwaga mafuta haikutoka. Akasema sio huyu. Wa pili akakuja, Samueli akajaribu kuweka mafuta kwa kichwa, mafuta haikumwagika. Bado mafuta tu iko kwa ile chupa ama ile pembe. Mnaona? Tunasikia watoto wote 7 walikuja na hakuna hata mmoja alichaguliwa hapo. Juu mafuta haikumwagika kwa kichwa yake. Sasa Samueli akauliza Yese, hawa wote ni watoto wako? Samueli akasema, hapana, kuna mmoja mdogo ako shambani pale anachunga kondoo. Akaambiwa, sasa tumana huyo akuje. Si baba yake pengine alishangaa kwa sababu yule bado ni mdogo na hao ni wakubwa, si ndio? Pengine baba yake angesema, hapana, hawa ndio wataweza kuwa mfalme, chagua mmoja hapa. Lakini alitumana nani aitwe? Daudi. Juu alikuwa huko, alikuwa mbali akichunga kondoo wa baba yake, vile tulichofunza. Tukasikia sasa Daudi akaja. Kufika tu hapa, kabla hata hajafanya chochote, tukasikia mafuta ikamwagika ikamwagika kwa kichwa yake. Hapo sasa tukajua Mungu amechagua nani? Daudi akuwe mfalme. Na huyu mfalme alikuwa anachaguliwa akuwe mfalme uko mbeleni, akikuwa mtu mkubwa. Si unaona? Sio kwa sai. So Mungu alikuwa anatengeneza Daudi akuwe mfalme wakati atakuwa mkubwa. Si mnaona? Tumeona hiyo story. Vile Daudi alichaguliwa na Mungu. Hebu tuweke upande wetu hii story ya Daudi. Unaona vile Mungu anatujua. Mungu anatujua, hata vile saa hii tumekaa hivi Mungu anaangalia ndani ya moyo wetu. Si ndio? Juu Mungu ni mweza. Sasa vile tumekaa hivi, vile tuko nyumbani, vile tuko hata shule, vile tuko mahali popote, Mungu anaangalia ndani ya moyo. Sawa. Sasa alichagua Daudi, alikuwa ameamini, Mungu alikuwa ameona Daudi kabisa ni mtu mwaminifu. Sasa unaona alikuwa na kondoo huko mbali. Anaweza kuchunga kondoo peke yake huko. Na wengine tu pengine wako kazi nyingine. Si mnaona? Sasa Mungu akapendwa na vile Daudi alikuwa anafanya, akamchagua akuwe mfalme siku za usoni. Mnaona? Mungu anatufundisha nini watoto? Mungu anatufundisha tukue watoto tunamtumaini Mungu. Si ndio? Na tukue watoto watiifu. Na tukue watoto wenye tunaweza kufanya mambo fulani. Kama ni nyumbani ni kusaidia wazazi. Tunaona? Kama ni shule tutie bidii. Tunaona? Kama ni kanisani tufanye kazi ya Mungu na moyo mmoja. Unaona? Sasa Daudi Mungu aliangalia moyo wa Daudi. Aliona ataweza kuwa mfalme. Sasa hata nyinyi mkiwa watoto wadogo hivi, msiseme bado mko wadogo. Msiseme bado mko wadogo, mkae tu. Tusaidie wazazi, tufanye kazi kanisani. Si tunaimba kanisani, tunaweza fagia hata kanisa. Si tunaweza saidia wazazi hata vile Daudi alikuwa anafanya. Hata tukiwa shule tunafanya vile tulikuwa tumesema, mwalimu anaweza chagua prefect ama monitor kwa shule. Juu anaangalia, anajua unaweza, si ndio?
So inatufunza tukue kabisa watu wenye wazazi ama walimu ama kanisani wanatuamini tunaweza fanya kitu fulani. Tunaona haya watoto wetu, mkue mkimtumaini Mungu. Na tujue kabisa tunapokuwa sasa hii bado tuko wadogo hivi, sasa ile bado tuna grow up, tujue Mungu anatazama ndani ya moyo wetu. Tusikae tu ukiona wazazi wamekuwa wakubwa ama our sisters or brothers wamekuwa wakubwa tunasema hawa ndio Mungu anatazama. Hapana, Mungu anakutazama vile uko mtoto. That's why aliangalia mpaka moyo wa Daudi akajua huyu ataweza. Kwa hivyo tupende huyu Mungu na tumwamini huyu Mungu. Si ndio watoto? Nataka niwaachie fasi ya siku ya leo. First tunapata katika Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 7. Inasema hivi, Bwana utazama moyo. Nataka tujifunze, si ndio watoto? Tuseme kwa pamoja. Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 7. Inasema hivi, Bwana utazama moyo. Tuseme tena kwa pamoja. Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 7. Inasema hivi, Bwana utazama moyo. Bwana wabariki watoto. Kila mara tujue Bwana utazama ndani ya moyo wetu, si ndio? Bwana wabariki sana watu. Nataka tuombe ili Mungu atusaidie tunapokuwa tumtumaini huyu Mungu. Tuende mbele za Mungu kwa maombi watoto. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante Baba kwa hii lesson umetufunza, hata watoto wamejua unawatazama ndani ya mioyo yao. Vile ulitazama Daudi na ukaona atafaa kuwa mfalme. Wasaidia watoto wanapokuwa wakue Baba wakijua unawatazama ili watende mema na wakutumaini. Tunajikabidhi mkononi mwako, tunasema ni asante kwa sababu tunaomba katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Asanteni sana watoto. Mungu awabariki. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.